Vipi mambo ni aje, na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrend kinoma noma katika mitandao ya kijamii. Sasa wengi sana tulikuwa tunafuatilia swala la msanii Ibra ambaye ni msanii wa Konde Boy baada ya kuhitaji kujitoa katika lebo ya Konde Gang na kudaiwa shilingi bilioni 1. Sasa Ibra aliandika mengi sana kufuatia ukurasa wake wa Instagram. Yeye akasema, hili mimi limenishinda, narudi kwenu wa Tanzania. Mzee Konde anataka nimlipe bilioni 1. Mimi tangu nianze mziki sijawahi hata kuingiza robo ya bilioni 1. Kwa atakaye mpendeza, hata ukiwa na jero buku nisaidieni wangu, mimi sitaki kupishana na mzee Konde, ila hili swala kulipa bilioni 1 linaninyima usingizi. Hofu yangu pia kipaji changu kupotea na sina kazi nyingine. Kwa yote atakayejaliwa chochote, lipa namba ni hii hapa. Lipa namba ambayo leka ni Mixx by Yas ambayo ni 69312335 ambayo jina linakuja Mkwawa Tech. Lakini pia vile vile mengi sana yakaongeleka, lakini pia vile kufuatia hicho ambacho chokisema Ibra msanii wa Konde Boy baada ya kutaka kujiondoa katika lebo ya Konde Gang. Wadau mbalimbali wametoa maoni yao, nikianza na huyo wa kwanza ni Uncle Zara. Yeye ameweka emoji za moto, lakini pia vile vile mikono ya kuomba. Pia vile vile katika emoji kile ambacho chokiposti Uncle Zara, kuna mdau mwingine naye akaposti hapa akasema, Zara muokoe kijana yetu. Lakini pia vile vile huyu mwingine anaitwa It is Brown TZ, kumbe issue hipo serious, okay, na kutumia hapo kiongozi. Pia vile akaweka nani za kupiga makofi. Lakini huyu mwingine naye anaitwa Moz Furniture, usijali kaka tuko pamoja. Lakini huyu mwingine naye anasema tuzidi kumsupport jamani. Sasa ina mambo mengi, tukiposti tunaonekana tunafuraha, ila wengine wetu tunapitia mambo magumu sana. Lakini huyu mwingine anasema mzee litapita tu hili. Lakini huyu mwingine ameweka mikono ya kumuombea heri na baraka tele. Lakini mwingine ameweka emoji za moto, kwani alichokiandika Ibra ni kuonyesha kuwa bilioni 1 hakuwahi hata kuingiza. Je, hizi kwa namna fulani ambapo ukitafsiri haya maneno Ibra, Harmonize kama hakuwahi kumpatia nafasi ya Ibra kuingiza hata hiyo bilioni 1 ambayo leo hii amedai. Amesema kuwa hakuwahi hata kuingiza hicho kiasi hata kwa robo tatu yake. Lakini pia vile vile Mange Kimambi kufuatia kurasa yake Instagram leo ameandika mengi sana, huku akimsihi Ibra kwa haya ambayo ameandika. Nikianza na Mange Kimambi hapa amesema hii situation ya wasanii kuchukuliwa zeni wakipata majina wanataka kutoka kwenye lebo bure inaanza kuwa janga la taifa. Sio mbaya mtu kutaka kutoka alipie pesa ndio asepe. Yani mtu akutengenezea life yako zen usepe for free. Mimi mwenyewe nisingekubali, lazima ulipe ndo usepe. Alafu kibaya ni kwamba watafanya wasanii wengine wasipate msaada sababu wawekezaji wataogopa. Serious, wasanii ma underground sijui wanatokaje, maana kila mwenye lebo ataogopa. Pia vile vile bidada Mange Kimambi ameendelea kuandika issue ya Konde Boy na Diamond Platnumz. Wengi tulikuwa side ya Konde Boy sababu their guys was ready to pay to Intacct paid, ila bado dai akawa anamzingua kumwachia mtu akisha mlipa mwache aende zake in peace. Lakini pia vile vile Mange Kimambi ameendelea kusema nimepitia mkataba uliosaini Ibra post, I think mkataba uko clear, ila Harmonize afanye binadamu hiyo 1 billion amlipishe hata milioni 20 au mpaka milioni 30. Hiyo itakuwa kidogo amount ambayo ni fair. Mtu ametolewa machokoloni, umemtengenezea jina hata kama sio jina kubwa ila dogo, sasa hivi anafahamika. Alafu pia wasanii wanaposainiwa wawe wanasomewa hii mikataba na wanasheria au BASATA, kwa sababu huwa hawasaini bila kusoma. Kama Ibra hata signed ya copy ya mkataba anazo Harmonize. Lakini pia vile vile yeye Mange Kimambi ameendelea kusema anyway, ninyi mnadhani solution
ya hili tatizo iwe nini? Mi naona solution ni kwamba watu walipe pesa walizokubali kulipa ndio waondoke. Hata huku Marekani wasanii wanatumiaga hata wafe, maana lebo inaweza kumfanya msanii akae hata 10 years hajatoa kazi na anachunda kutoka kwenye lebo hawezi. Huku mara nyingi mikataba huwa ina namba za album. Akishatoa hizi album walizokubaliana zeni mikataba unakwisha, na sio kutoa tu album mbovu ili umalize mkataba ya lebo. Wanakuwa wanataka album unazotoa wasanii mbaya, so wasanii anajikuta miaka 10 hajatoa kazi, maana kila kazi inablokiwa. Lakini pia vile vile watu wengi sana wametoa maoni yao kufuatia hiki ambacho Mange Kimambi amekiandika. Nikianza na huyo wa kwanza, mambo ya lebo amwachie Diamond tu ndo anaweza, lakini huyu mwingine anasema wanaanzisha hivi lebo kwa kufuata mkumbo tu. Wanahisi Mondi anafaidika sana na angali Konde Gang alivyoanza kuangalia Kings Music ilivyoanza. Sasa angalia kule kwa Rayvanny, hali ni mbaya sana mpaka Nandy amemshindwa. Lakini pia vile vile mwingine anasema Harmonize alilia airport sababu ya milioni 600, na akasema mtoto wa kimaskini nitatoa wapi yote hiyo. Kwa hiyo pia vile vile huku upande wa pili wa Bidada Nandy tayari amesha msanii Bidada Yami katika lebo yake ya African Princess. Kwa hiyo huku kimenuka, lakini huku kimekuwa noma kinoma noma, kwani Bidada Yami kwa sasa ni msanii wa Nandy kutokea lebo ya The African Princess. Naam, kwa taarifa mbalimbali endelea kuwa karibu nasi. Pia maoni yako ni kitu cha umuhimu, unaweza kutuandikia maoni yako kupitia eneo la comment section. Kwa taarifa mbalimbali endelea kukaa karibu nasi, lakini pia vile vile usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbali.